akili. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kwa mwana wa Adamu amekwisha kuja akatupa akili ili tupate kuwa nayo akili. Basi elewa, hata ukiambiwa hili lina madhara, elewa, ukubali. Sio kwa sababu mimi nasema kajigana kadogo sawa, lakini Biblia inasema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alitukomboa. Hiyo ilikuwa ni F. Alitukomboa fikira zetu. Alitukomboa fikira ili tupate kufikiri vizuri. Yesu alitukomboa fikira zetu. Kwa tunaposema tumekombolewa, Yesu alikuja kutukomboa. Kwa mimi nimepita nikaangalia haya tu. Yawezekana na Roho Mtakatifu na wewe anakufundisha pia. Yako mengi anaweza akawa na kuelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa alitukomboa pia fikira zetu, consideration, ili tupate kumtumikia yeye katika fikra zetu. Ni Wakorintho ngapi ile inasema kila mawazo yajinuayo juu ya elimu ya Mungu ipate kumtii. Wakorintho wa kwanza. Hebu niangalizie Wakorintho wa kwanza sura ya 10. Kama sio hiyo basi itakuwa ni Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili au Wakorintho wa kwanza sura ya 10 au Wakorintho wa pili sura ya 10. Kuanzia mstari wa 5 kama nakumbuka. Ndio umeiona? Ndio. Hapana, sio hiyo. Twende Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 5. Tutakuwa ndo hapo. Ndio. Kiangusha mawazo. Ndio, tukiangusha mawazo hapo na kila kitu kilichoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu. Tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii nani? Kwa Yesu alikomboa fikra zetu. Kama fikra zako hazijakombolewa, huwezi kuteka nyara fikra imtii Kristo. Kuna fikra hazimtii nani? Kristo. Kabisa, fanya unaloweza kufanya, fikra yake haimtii Kristo. Lakini fikra zilizokombolewa zinaenda pia kwenye fikra ambayo haimtii Kristo, inateka nyara ili ipate kumtii nani? Kristo Yesu. Kwa Yesu alileta ukombozi wa fikra zetu zipate kumtii Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na mwisho ambalo mimi nililiona ambalo Yesu alitukomboa, hapo pia andika Wakorintho wa pili kwenye fikra. Andika Wakorintho wa pili mstari wa sura ya 4. Wakorintho wa pili sura ya 4 na mstari wa 4. Kwenye fikra. Yesu alikomboa fikra zetu zipate kumtii yeye. Na ukiona fikra zako hazimtii Mungu, bado hujakombolewa. Bado hujawekwa huru na Mungu aliye hai. Jambo la mwisho katika kutukomboa ambalo ni alitukomboa, alileta ukombozi wa mitazamo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtazamo mbaya na kuna mtazamo mzuri. Kwa Yesu pia alileta ukombozi wa mitazamo yetu. Mitazamo yetu ipate kuwa mizuri. Tupate kumtumikia Mungu kupitia mitazamo tulionayo. Ndio maana neno la mkutano linasema jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale mpate kuwa donge jipya. Nilikwambia kwenye King James
ukisoma ile Biblia ya Kiingereza anasema pale kwenye donge jipya nilikwambia inasema mpate kuwa taa mpya. Bwana Yesu asifiwe. Taa maana yake inamulika. Kwa mitazamo ya mtu huwa inamulika, inampa kujulikana alivyo na anavyowaza na anavyotenda na anavyoishi. Mitazamo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hujawahi kwenda, kama umewahi kwenda kwenye kikao, naweza mkakaa mnajadili mada fulani, umekaa kimya akakwambia mama fulani, hebu toa mtazamo wako katika hili, unaonaje? Bwana Yesu asifiwe. Halafu ukisema vibaya wanasema bora noma yuma nampa teoloyo mpaka chiza. Olafu nyaboni tazama kwa ubiza. Hadudu hautotoa kumgigete. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama mitazamo yako imekombolewa, kwa utakaposimama tu utakapoanza kutoa ule mtazamo ulionao, watu wanaanza kuweka umakini wa kutaka kujua unachokisema kupitia mtazamo huo. Bwana Yesu asifiwe. Hivi vyote Yesu alivikomboa A hadi G, ili vyote vitumike katika masomo yake, ili vyote vifanye kazi mbele za Mungu. Kwa ukishajua Bwana amekukomboa, ili uwe na maisha safi, ili uwe na mawazo safi, ili fikira zako ziwe safi, ili akili yako ipate kuwa na akili nzuri, ili mtazamo wako uwe safi. Unajua kwamba Yesu amekamilisha ukombozi wake. Kilichobaki unaenda kwa Baba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwenda mbinguni ni hatua nyingine, lakini unapaswa kujua Yesu amekukomboa. Halo. Halo. Na ninawaambiaga watu uzima wa milele sio kwenda wapi? Sisi tunaelewana? Sisi na hapa mpo. Uzima wa milele sio kwenda wapi? Mbinguni. Sio kwenda mbinguni. Mbinguni tunaenda kufurahi tu tukiwa tumepata uzima wa nini? Uzima wa milele tunaupata tukiwa wapi? Duniani. Haleluya. 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 Biblia inasema na uzima wa milele ndio huu, wakujue Mungu wa kweli na Mungu wa pekee. Natafuta uzima wa milele kwenda mbinguni, tutakuacha. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa kweli na wa pekee, ambaye hafananishwi, aliyekuja akatukomboa kupitia katika hivi vitu vyote akavikomboa. Tumjue yeye sasa, na Mungu wa kweli ambaye tumesoma kwenye neno letu kwamba tuwe na moyo safi na kweli, kwa sababu yeye ni Mungu wa kweli, pia ni Mungu wa pekee asiyeweza kufananishwa. Jana nikamsikia mwinjilisti Kaila anasema jamani, Yesu hafananishwi na mwingine, Yesu ni Mungu, mwacheni tu. Haleluya. Ni bwana msikiliza tu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni wa kweli. Ukimjua